Karibuni tena, tunaendelea na mchoro wetu. Tulisema tutatumia njia mbili. Tumetumia njia ya kwanza ya kutumia extrude boss base, ambapo features ambapo sasa hivi tunaanza kuizoea. Lakini leo tutajifunza tena njia nyingine ya kuchora mchoro huu kwa kutumia features nyingine ambapo ni mpya kidogo. Kuwa nasi tuendelee kupata lesson kama hizi. Moja kwa moja tunaenda kwenye new part, kisha tunakuja kwenye sketch. Sasa tofauti ya hii na ile, tutaanza na front plane. Kwa kuwa mchoro wetu ni symmetric, maana yake unaweza ukaugawa sehemu mbili, ukaugawa nusu, ukagawika. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya, tutachora nusu moja, kisha ile nusu tutaizungusha. Maana yake tutagawa nusu mchoro wetu, tutachora hii moja hapa, hii kipande nusu, na kuja hapa, nachukua tunakuja kwenye sketch, nachagua front plane. Kisha baada ya hapo nakuja kwenye sketch, nachukua center line. Hii ndio inakuwa kama reference line kwa ajili ya kuzungushia mchoro wetu. Na ili iwe vertical, utaangalia hii alama ya njano ikiwa imesimama, imeonyesha mstari umesimama, hiyo ndio vertical. Ukiona hivi haijatokea, ujue mstari wako haupo vertical. Kwa tutafanya mpaka uwe vertical. Okay? Una right click kisha select. Baada ya hapo tutachora mchoro wetu. Kwa sketch, chukua line, chora mchoro wako ile nusu ya kwanza. Tutachora hivi. Hakikisha ipo horizontal, maana yake kimstari cha njano kinaonyesha hapo horizontal. Kuja tutachora kawaida. Chora. Kuja hapa, hakikisha mchoro wako ni closed, maana yake hii mstari unakuja unauunganisha mpaka huo umefunga. Ndio features inakubali. Feature inakubali ikiwa mchoro upo closed. Kwa utakuja ku close hapa. Na mchoro ili ujue kama upo closed, utakuwekea kivuli. Utakuwekea kivuli. Mfano tukichukua hii line, tuki right click kisha tuka delete, utaona mchoro wetu hauna kivuli, maana yake mchoro wetu upo open. Kwa hiyo utahakikisha mchoro upo closed. Nachukua line yetu, tunaunganisha hapa. Okay. Baada ya hapo tunakuja kuweka dimensions. Dimension ya hapa kama tunavyoona ni hii nusu hapa, ambayo ni moja. I mean radius ya hii. Kwa tutaweka moja. Enter. Dimension ya hapa okay. Escape. Ukiona dimension na kusumbua unaminya escape. Kisha unakuja tena kwenye smart dimension. Chagua dimension ya hapa, ilikuwa ni 0.5. Kisha dimension ya huu urefu hapa 3 kutoka hapa, kwa hiyo kutokea hapa itakuwa ni 2.5. Tunaweka hapa 2.5. 2.5. Enter. Dimension ya hapa nayo ni 0.5. Enter. Kwa hiyo mchoro wetu tushawekea dimension. Kinachofuata tunaenda moja kwa moja kwenye features. Na hii ni features rahisi ambayo imekuja kurahisisha kuliko kufanya ile extruded boss base. Kwa nakuja kwenye features, tunaangalia feature inaitwa revolved boss base. Ukiiwekea tu arrow hapa inakuonyesha inavyofanya kazi. Umeona hapo, unachagua axis plane ya kwa ajili ya revolution, una revolve.
Kwa hiyo sisi tutai click left click. Ukisha left click utaona mchoro wako ume be revolved, maana yake hii ime be revolved kwenye axis plane ya center line ambayo ni line 1. Hapa ni axis of revolution line 1. Sawa. Kwa hiyo axis of revolution ndio unachagua ile line ambayo unataka be revolved. Mfano hapa tukibadilisha tukaweka line hii hapa, utaona mchoro wetu ume revolved vingine, lakini sisi tunataka revolved kwenye line 1. Kwa axis of revolution ndio hii line 1. Okay. Revolution ni nyuzi 360. Kisha utamenya okay. Mchoro wetu utakuwa tayari. Hii ndio njia ya haraka na ni rahisi zaidi kuliko ile ya extruded boss base. Kwa wale ambao walikuwa wanatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa tulipofikia, nadhani tutakuwa tumepata chochote kitu. Cha msingi ni kuendelea kufuatilia na kujaribu tena kuchora bila kuangalia tutorial. Unaangalia, unafuata steps, unachukua mchoro, unachora mwenyewe tena. Na pia kuna task moja nataka niwape hapa. Task ya mchoro huu. Kwa yote ambaye atakuwa anapenda kufuatilia vipindi vyetu, basi jaribu kuchora mchoro huu tuone kama tumia njia ambazo tumezisoma. Jaribu kuchora, ukikosea unarekebisha, ukiwa na swali unauliza mpaka ufanikiwe. Tuone kama tutakuwa tumeelewa. Ukiona kuna changamoto yoyote, shusha comment au DM me WhatsApp. Asanteni, karibuni tena.